Hello, habari na karibu kwenye tutorial yetu ya Smart Biashara ERP, na leo nitaelekeza kitu cha msingi sana ambacho wateja wetu wengi sana wamekiulizia, ni kuhusu HRM. HRM ni system moja, ni feature moja nzuri sana ambayo ipo kwenye system yetu ya ERP, na ni feature ambayo inaweza ikakusaidia kwenye kutrack wafanyakazi wote ambao wanafanya kazi katika hiyo kampuni yako, na pia uweze ukamanage vitu kama mishahara na kiasi gani cha kuweza kuwalipa mwisho wa mwezi kulingana na performance yao, na baadhi ya marupurupu ambayo yapo, na commissions ambayo faida extra ambazo wanapata wafanyakazi, vitu kama pae, vitu kama allowance, awards au zawadi, na sales target. Kila mfanyakazi unaweza kumwekea target kwamba mfanyakazi fulani afikishe target kiasi fulani. Kuna namna ya kuweza kutrack sale target. Sasa yote kwa yote, twende right to the point kwa namna gani ya kutumia HRM. Sasa kwenye system ya ERP kuna kitu inaitwa HRM. Hiki hapa utakibonyeza. Ukibonyeza itakufungulia peji yako nzuri kama hivi. Inatuonyesha leaves kama zipo, kama kuna watu waliomba likizo au wanaumwa, itatuonyesha hapa. Sales target, tunaona kabisa kwa mwezi uliopita last month tulifikisha target ya 10,10 na laki mbili, ila mwezi huu bado hatujaanza kufanya mauzo. Kama kuna watu na birthday, wana events, pia itaonekana hapa. Users ni wafanyakazi na wafanyakazi 4 ambao nimewaregister kwenye mfumo. Nitakuonyesha namna gani ya kuweka wafanyakazi, na pia na departments tofauti tofauti. Kwa mfano nina vitengo tofauti tofauti kama marketing department inaniambia kuna mtu mmoja, human resource sina mtu, kwenye finance department na mtu mmoja. Kwa hiyo kwenye biashara yako unaweza kuwa na vitengo tofauti tofauti ukaviweka hapo. Kama kuna mtu aliomba leave, basi itaonekana kabisa hapa leo nani yupo kwenye leave, upcoming nani atakuja kupata leave yake kulingana na namna umemwekea. Pia kuna holidays, siku mbalimbali. Kuna Good Friday inatuambia hapa upcoming Good Friday ambayo itakuwa ni tarehe 3 mwezi wa 4, Karume Day tarehe 7, Union Day tarehe 26 mwezi wa 4. Kwa hizi zote nitakuelekeza namna gani ya kuziweka, ila kwenye dashboard yako unakuwa na uwezo mkubwa sana wa kujua mwenendo wa biashara yako ikoje na holidays zinakuwaje kulingana na wafanyakazi. Niliongelea kitu cha sales target kwamba kila mfanyakazi unaweza kumwekea malengo afikishe mauzo kiasi gani. Sasa kwa mfano kama hapa kwa Mr. Joseph tumemwekea target aliyoachieve mwezi uliopita, kafanya mauzo ya 10,10 na laki mbili, na wafanyakazi wengine wote itakuwa inaonekana hapo. Target this month bado. Kwa hiyo huyu ndo alifanya kazi kubwa sana. Sasa ukishafika kwenye HRM, kitu cha kwanza kabisa kuna vitu 5 ambavyo tutakuja kuvifanya hapa kwenye HRM kabla tujaanza chochote. Kwa hiyo sikiliza kwa makini, twende kwa pamoja. Kitu cha kwanza ni leave target. Una click kwenye leave type. Leave type tunaweka aina ya likizo ambazo zinaweza kumfanya mtu apewe likizo au atoke kwenye biashara kwa muda, labda aende akapumzika wakafanyaje. Mimi ninazo 1, 2, 3, 4. Nina annual leave ambayo ni likizo ya mwaka mmoja kwa mteja. Nina maternity leave, hizi ni likizo ya siku 84. Nina sick leave, nina unpaid leaves ambazo zina siku mbalimbali. Ila lengo kubwa ni kwamba kwenye biashara yako lazima uweke malengo kwamba likizo zangu au likizo za biashara yangu zinatoka kwa vigezo hivi na hivi na hivi, na hichi ndio kitu kitachompa mtu likizo, hichi kitu hakimpi mtu likizo. Kwa hiyo vitu vyote vinavyompa mtu likizo ndio tunakuja kwenye leave type. Kwa hiyo tunaandika kwamba kwa mfano nataka tuweke, kwa mfano hapa niliweka annual leave. Kwa hiyo utakuja utaadi hapa, unajua kwenye mfumo wako utaikuta, utaweka aina ya likizo, sawa? Inaweza ikawa ni casual leave, basi unaweka labda hii ni casual leave. Maximum leave count, labda hiyo inatoka labda mara 2 kwa mwaka. Una click hapa current financial year, kwamba casual leave hii ni leave tu ya kawaida ambayo nataka hiyo inatoka mara 2 kwa mwaka, current financial year. Au inaweza ikawa inatoka mara 1 kwa mwezi au mara 3 kwa mwezi. Una click hapa bana current leave ya mwezi, ya mwaka, au isihesabiwe kabisa.
kwa unaweza ukachagua. Sasa kwa mfano kama casual leave, hizo ni leave za kawaida ambao unaweza kusema bwana mtu atapata leave ya kawaida labda mara 3 tu kwa mwaka. Yani ndani ya mwaka aweze kupata kama mara 3, nje ya hapo aweze kuzidishiwa. Kwa mantiki hiyo inakuwa casual leave inakuwa imejitengeneza kama hivyo. Hii ni sehemu ya kwanza kabisa. Sehemu ya pili ambayo nayo ni ya msingi ni payroll. Holidays tutakuja kwenye payroll. Huku nataka tuanze kinaitwa marupurupu, na imani kwamba kwenye biashara kuna kuwa na marupurupu mbalimbali, labda usafiri, kuna watu wanakuwa wanalipiwa kodi na kadhalika. Kwa hiyo nakuja kuifanya kwenye sehemu imeandika pay components. Kwenye pay components kuna vitu kadha wa kadha. Kwa mfano kama mimi na mambo ya health insurance, na mambo ya house allowance, na meal allowance, misosi. Kwa hiyo kuna description, kuna type inaonyesha kama vile hayo marupurupu yanaongezwa au yanapungua kwenye mshahara wa mtu, na kuna kiasi. Kwa mfano health insurance inaenda kudeduct 3% ya mshahara ambao watakuja kupokea. House allowance ni ile ambayo mimi nimempa, kwa hiyo ata earn maana yake atapata. Kwa kila mwezi atapata 200,000. Meal allowance nayo nimeweka hiyo yana earn, mambo ya misosi 80,000. NSSF hii itaenda kupungua kwenye mshahara wake 10%. Overtime payment ata earn 50,000. Pay itaenda kupunguza 9%, na transport allowance itaenda kuongeza 100,000 kwenye mshahara wake. Kwa hiyo hizi nimezitengeneza, ila bado sijasema kwamba hii itapatikana kwa mfanyakazi yupi au yupi, ila ni vizuri kuzitengeneza na kuziweka zako wewe marupurupu mbalimbali. So kutengeneza, utakuja hapa kwenye uta-add hapo, alafu utaweka hayo marupurupu yenyewe. Kwa mfano mimi nasema tu marupurupu nasema je, hii ana earn au ana deduct. Kwa hiyo tunasema labda ana earn. Sawa, itaenda kufanya kwa mfanyakazi upi? Mimi na wafanyakazi 3. Nina Joseph, nina Dogo Joseph na Mrisha. Kwa hiyo unaweza ukachagua labda iende kwa Mrisha, iende kwa Joseph, au iende kwa nani. Unaweza kuchagua mwenyewe au ukatoa, cha msingi tu iwepo. Sawa, kwa hiyo unaweza ukachagua hapo, kwa sababu hata ukiwa unatengeneza wafanyakazi lazima pia tuwekee na kitu gani kingine extra atakuja kupata. Na tunasema kwamba haya marupurupu yetu amount yake inaweza ikawa ni fixed au kwa percent. Kwa hiyo ikiwa fixed maana yake marupurupu, nasema labda kwenye marupurupu naweka 50,000 kila mwezi, kwa toka naongezea 50,000. Inaweza ikawa labda ni asilimia, una click percentage hapa. Unasema bwana kwenye mshahara wake labda marupurupu itakuwa 10% ya mshahara wake, basi unaweka. Na hiyo kumbuka na earn, I deduct. Vile vitu kama pay tumeweka deduct, vitu kama health insurance tuliweka deduct na tukaweka 10%. Sasa huyu hapa kwenye mshahara wake labda marupurupu ataongezewa labda 2%. Applicable date unaweza kuweka labda hii itafanya kazi mwezi upi peke yake, ila hapa nataka ifanye kazi kwa kila mwezi watakuwa wanapokea hiyo. Nikimaliza na save. Hizi hapa kama health insurance niliweka kudeduct. Vitu kama NSSF nimeweka wewe inapunguza. Hata nikija kwenye kuedit hapo naweza kuona kwamba NSSF itakuwa ina deduct kwa mtu huyo hapa asilimia ngapi, 10, unai update hivyo. Safi kabisa. Hiyo ni sehemu ya pili. Sehemu ya tatu ya kuset ni holidays. Na imani kwamba kuna kuwa na sikukuu mbalimbali katika kila nchi na kwa siku maalum. Kwa mfano kama hapa inatuonyesha kwamba kuna siku ya Eid ilikuwa ni tarehe 20 mwezi wa 3, Good Friday tarehe 3 mwezi wa 4, Karume Day, New Year, mwaka mpya itakuwa tarehe 1, Union Day itakuwa tarehe 26, ambazo hizi pia tuliziona kule kwenye dashboard. Tukija kwenye dashboard ya HRM hapa tunaona kabisa upcoming event inatuambia kuna Good Friday ambayo itakuwa ni tarehe 3 mwezi wa 4, na hizo zote tunazipata kwenye holidays hapa. Kwa hiyo kwenye holidays utaweka sikukuu zako zote na tarehe husika. Kama kuna holiday basi una click hapa add, unaweka holiday husika. Labda unaweza kuweka labda kama mfano labda ile niliandika Karume Day,
unaweka tu Karume, unaweka Karume Day, unaweka ni tarehe ngapi hadi ngapi. Hii itakuwa ni mwezi April tarehe 7 hadi mwezi wa April huo tarehe 7. Location gani? Labda unaweza kuwa na location nyingi, but mimi nataka iwe kwenye location zangu zote. Kama kuna maelezo unaweka, ukimaliza una save kama hivyo. Ukisave zote zitakuja kujilist hapa. Mimi Karume Day nilikuwa nishaitengeneza ambayo ni siku moja hivyo. Baada hii ni sehemu ya 3. Sehemu ya 4 nisema kuna sehemu 5 za msingi za kuseti kabla tujaanza kuweka wafanyakazi na vitu vyao. Sehemu ya 4 ni department. Department tunaongelea kuhusu vitengo. Kwenye biashara kuna vitengo mbalimbali. Kwa mfano kuna marketing department, human resource department, finance department. Kwa kama una vitengo mbalimbali kwenye biashara yako, basi ndio unaweza kama department. Kwa unakuja hapa, unaweka department, unaweka labda go down department. Go down department. Kumbuka sio lazima uandike Kiingereza, unaweza kuweka hata Kiswahili, but unaweka kama hivyo. Kama kuna ID basi unaweka, kama kuna maelezo unaweka. Ukimaliza una save. Sasa mimi sina hiyo, ila kija ni save tu hivyo. Go down department. Kwa unakuwa na vitengo vyangu mbalimbali kwenye biashara. Kwa vitengo vyako vyote unaviweka hapo. Hiyo ni sehemu ya 4. Sehemu ya 5 na ya mwisho ya kuset kwenye mfumo wako wa ERP kwenye feature HRM ni designation. Designation maana yake tunaongelea kwenye biashara yako kuna wafanyakazi wa vitengo mbalimbali. Kuna vitengo na kwenye vitengo kuna wafanyakazi. Je, hao wafanyakazi iko hiyo kazi yao, jina lao professional nini? Kwa mfano kuna manager, kuna marketing executive, kuna customer support agent, kuna accountant. Wewe unaweza ukawa labda una mtu wa sell, una mtu wa nini, basi unaweza ukaweka hapo. Hii ipo specific kabisa kwamba sema huyu ni manager, huyu ni accountant, huyu ni market executive, huyu ni customer support. Ila kwenye department tofauti yake ni kwamba vile vitengo, kwamba kuna kitengo cha marketing, kuna kitengo cha finance, kuna kitengo cha human resource, ambao humo ndani unakuta kuna designation au vitengo vidogo vidogo vya wafanyakazi tofauti kama hivi hapa ambavyo nimevitengeneza mimi. Hivyo ni vitu 5 vya msingi sana vya kuweza kuvifanya kwenye HRM ya vya kwanza kabla hujafanya chochote. Leave type, hakikisha unajaza likizo zote za leave type. Payroll, jaza marupurupu yote. Kwenye payment component, marupurupu yote ambayo yapo yajaze kwanza. Holidays, sikukuu nazo nitakushauri uzijaze zote sikukuu ambazo nazo. Department utazijaza na designation utazijaza. Na pia kuna vitu kama sales target ambazo hizo nitakuja kuonyesha tukija kuweka wafanyakazi. Kama mimi na wafanyakazi hapa, ila hawa nilikuwa nimewatengeneza. Sasa ngoja nikuonyeshe namna gani ya kuweza kuwatengeneza wafanyakazi. Ukishamaliza kujaza hivi vitu 5 vya msingi ambavyo ni leave type, payroll, marupurupu, holiday, department na designation. Sasa wafanyakazi tunakuja kwa hadi huku kushoto kwenye feature ya users, user manager. Unaenda kwenye sehemu imeandika users, unakuta kuna wafanyakazi tofauti. Sasa mimi sina wafanyakazi wengi, na wafanyakazi wangu 3 tu hapa, ambao jinsi ya kwa hadi wafanyakazi unabonyeza tu kidude cha plus, alafu unaweka taarifa zao za msingi hapa chini. Sasa ngoja niwaonyeshe mfano wa mfanyakazi mmoja. Kwa mfano kama huyu hapa Dogo Jose, tufanye kama na edit, ambapo hapo tutakuwa tuna add. Unaweka jina lake labda Dogo Jose, unaweka email yake, unamweka yuko active, huyu ni service staff, unaweka na password yake, na pia unaweka role yake kwamba anahusika na nini, na pia anaweza kufanya kazi katika location gani. Maana mfumo wetu unaweza kumruhusu weka mmiliki wa biashara kuweza kuendesha hata biashara 20, 10, 5, 2 kwa kutumia system moja. Ila huyu Dogo Jose nataka awe kwenye location zote, naweka all location. Na pia kuna kitu inaitwa sales commission percentage, kwamba hii itaenda kuongezeka kwenye mshahara wake, kwamba kwenye mauzo yake, kwenye kila mauzo apate labda 5%.
apate 5%. Maana yake kule kwenye HRM tukiwa tunamtengenezea payroll itakuja na 5% ya mauzo aliyofanya. Kwa hiyo hiyo inaenda kuongeza kipato chake kwenye juu ya mshahara wake. Na pia kuna maximum sale discount ambayo hii unaweza kaweka kwamba akiwa anatoa discount basi isizidi 10%. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo tukishamaliza hapo tunashuka chini hadi mwisho, tunakuja kwenye sehemu inaitwa HRM details, ambapo mwanzo ni kuongelea kuna tofauti ya department na designation. Kwa hiyo kwenye department Dogo Jose yupo katika hii hapa marketing department. Kuna hivi department mbalimbali, labda hii ya go down department ambayo tulitengeneza, na designation yeye anahusika na nini? Je, ni manager, accountant, customer support agent au ni marketing executive? Basi namwekea labda marketing executive. Baada ya hapo tunakuja kwenye payroll. Sasa kwenye pesa, sasa system inatuuliza, je, primary work location, huyu Dogo Jose location gani kwenye location zangu zote za biashara, ni location gani kuu itakuwa inahusika katika kumlipa mshahara? Nikachagua hiyo location kuu, location mama. Je, yeye atakuwa analipwa shilingi ngapi? Hapo naweka salary yake. Huyo atakuwa analipwa 800,000. Kwa naweka ndo mshahara wake wa kawaida. Je, hiyo 800,000 analipwa per month, per week, per day? Huyo analipwa per month. Ila kama wafanyakazi wako unalipa kwa wiki, basi unaweza ukatengenezea kwa wiki. Kama ni kwa siku, basi unaweza ukatengenezea kwa siku. Kwa hiyo huyo atakuwa analipwa 800,000 kwa mwezi. Kumbuka niliongelea kuhusu marupurupu mbalimbali. Dogo Jose atakuwa na uwezo wa mfanyakazi wetu atakuwa na uwezo wa kupewa transport allowance ambayo ni 100,000, meal allowance 80,000, na atakatwa pay ambayo itadeduct 9% ya mshahara wake. Ukimaliza basi una save. Kumbuka vitu vyote, kazi yote kubwa tulikuwa tushaifanya kule mwanzo. Unaweza ukarudisha tu video ukajifunza. Hata huyo hapa tukiangalia Jose hapa, Dogo Jose tumemsetia Joseph hapa tumemsetia vizuri. Huyo ana 11% ya mauzo ambayo atafanya. Kwa hiyo inawezekana kwenye kila mauzo aliyofanya mshahara utakuwa mkubwa kidogo. Yupo katika department ipi? Hii hapa designation. Hii hapa mshahara wake tumempa 1.5 kwa mwaka, na marupurupu 1% kubwa anamkuta, na deduction pia atazipata. Kwa hiyo ukishamaliza tu hivyo fresh, na location itakomlipa location mama ni hii hapo, basi una update. Ukisha update, wafanyakazi wako wengine wote hivyo hivyo unawatengenezea account, jina lao, email yao, password yao, namba ya simu hivyo. Sasa hii wafanyakazi tunarudi sasa kule kwenye HRM. Sawa, kwenye HRM tutakuja kukuta kwamba kwenye department zetu mbalimbali, finance department kuna mtu mmoja, go down department yuko mtu mmoja. Safi kabisa, tumeiweka hapo, na tunaona sales target zetu mbalimbali. Tunaona kama kwenye sales target zetu Joseph ndo ana mauzo mengi. Kwa hiyo wafanyakazi wote utakuwa unaona mauzo yote waliweza kuyaingiza kwenye biashara yako, kwamba huyu labda Joseph mwezi huu katuingizia 10,20,000, mfanyakazi mwingine kaingiza shingapi, zote utakuwa unaziona. Na target achieved mwezi huu, unaweza kucompare mwezi uliopita na mwezi huu, at least unaweza kujua performance zao zipoje. Je, wanaingiza mauzo sana au imepungua au imeongezeka? Sawa. Sasa hapa tulishamaliza. Sasa tunakuja kwenye leave hapa kikubwa tutakachoandika, kumbuka tulikuwa cheka leave type. Kikubwa tutakachoandika ni zile likizo ambazo tuliziweka hapa kwenye leave type mbalimbali. Sawa, leave type tulizitengeneza ila hatakuwa na wafanyakazi. Sasa wafanyakazi wote ambao umewatengeneza kwenye user kule, kwenye user manager, kwenye user utakuja hapa kwenye leave, utaadi kwa mfano mfanyakazi gani, tuseme labda huyu hapa Dogo Jose, mfanyakazi wetu anataka aina gani ya leave. Zile leave type tulizotengeneza mara ya kwanza kabisa, ukirudi nyuma utaziona ni hizi hapa. Kwa kuna annual leave, sick leave, maternity leave. Huyu tunataka tumpe sick leave, ambayo sick leave yake tunataka ianze tarehe 1 mwezi ujao na iishe labda tarehe 2. Sawa, kwa tarehe 1 tarehe 2, na lazima uweke reason kwa nini. Ukifanya hivi inakataa, inataka uweke reason. Kwa unaweza kusema anaumwa
sana. Basi alafu na save. Ukisha save inakuwepo hapa. Ikisha kuwepo hapa, wewe mwenyewe unaweza ukaiapprove au usiapprove. Kwa hiyo sasa hivi iko pending, basi unabonyeza kwenye pending, unaibonyeza hii hapa pending. Ukishaibonyeza pending, unaamua uiapprove. Ukiapprove maana yake atakuwa na sick leave ya siku 2. Kwa hiyo ukiapprove hapo, I understand that approving will require blah 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 blah. Basi unaiclick hapo, utaisoma, then utakuwa umeapprove likizo yake. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, hata kwenye mshahara kule itakuwa haimuaffect kwa sababu ipo. Baada ya hapo ushajua jinsi gani ya kuweza kuwatengenezea wafanyakazi likizo zao. Unakuwa unaona kabisa, unakuwa na record zote za kwa nini hawakufika muda huo au siku hiyo. Kwa hiyo unakuwa na record za leave zote. Kitu kingine ni payroll, ambayo sasa ndio ya msingi kabisa kwenye HRM. Kwenye payroll tunatengeneza mishahara ya wafanyakazi. Sawa, kumbuka kuna mishahara ya Dogo Jose huyu hapa, ya Jose mwenyewe, mishahara yao ya miezi tofauti tofauti. Sasa mimi nitakuonyesha namna gani, ni marupurupu component. Nitakuonyesha namna gani sasa ya kuweza kutengeneza mishahara ya wafanyakazi. Kwa mfano kama huu ni mwisho wa mwezi wa March, tunakuja tuna add hapa. Tunachagua location. Tunataka tulipe watu kwa location ipi? Kumbuka kule wakati tunatengeneza user tulikuwa tunaweka account mama ambayo itakuwa inawalipa wafanyakazi. Sawa? So unaweza ukachagua mfanyakazi mmoja mmoja. Unaweza ukamclick labda nataka nimlipe huyu na huyu peke yake, au ukitaka unaweza kutoa na wafanyakazi wengi sana. Kwa hiyo na select to all, automatic zitajiweka hapo. Je, unalipa mshahara wa mwezi gani? Nataka niwalipe mshahara wa mwezi March. Sawa? Tukitoka hapo tuna proceed. Ukisha proceed inaanza sasa kuchanganua. Inaanza moja moja. Payroll ya March, jina lake hii hapo. Status, kwa mwanzo unaweka draft. Sawa, unaikagua. Hapa umeandika kwamba payroll cannot be deleted if status is final. Kwa ukiweka final inakuwa ni kama moja kwa moja. So tunaanza na mfanyakazi wa kwanza, Mr. Joseph. Mr. Joseph yeye ni 1 month. Sawa, month moja analipwa 1,500,000 ambayo ndio hii hapa. Kumbuka na malupulupu. Sawa, ana transportation allowance ya 100,000, ana house allowance ya 200,000, ana meal allowance ya 80,000, ana overtime payment ya 50,000. Kwa jumla ni kama 430,000. Na deduction ni zile ambazo zinapungua. Kama pae analipa 9% mshahara ambao ni 35,000, NSSF 10%. Hivyo kwa jumla huyu mtu itabidi alipwe kiasi hicho hapo. Hivyo kama kuna maelezo unaweza kuweka kwenye noti hapa. Dogo Jose hivyo mwezi mmoja 800,000, marupurupu 180,000. Akilipa pae 72,000, ikienda kupunguza maana yake itabidi alipwe 908,000. Sawa, ukimaliza, kwa mfano mimi nimeweka final kwa sababu nataka tu nimalize hii moja kwa moja, basi na save. Nikisha approve kila kitu na save, au kama sija approve basi naweza nikaweka tu draft. Kwa hiyo ngoja kwanza ni save kama draft. Ukisha save inakuja hapa inaonyesha kabisa huyu mfanyakazi inabidi alipwe 980,000, huyu inabidi alipwe 164,000. Kwa hiyo inawezekana kuna baadhi ya vitu ambavyo unavitaka, labda unataka uangalie tu mshahara mfanyakazi mmoja peke yake na nini, ukawapa labda ukawaprintia, kama unataka wa sign au wa approve au yani vyovyote, yani utakavyotaka, kama unataka waione au kama unataka uzitunze, basi unaweza ukatunza hizi karatasi sikaa katika mfumo huu, jina lake, mshahara wake atakaopewa, mixer marupurupu yake, mixer deduction zitaziona hapa zote. Unaweza ukaziprint au ukazitunza. Sasa kumbuka hawa umetengeneza tu document ila haujawalipa bado. System haijaenda kuwalipa kwa sababu tukija kwenye report ya profit and loss. Tukija kwenye report ya profit and loss inabidi ionyeshe jumla ya ule mshahara ambao ni 200,000 na 2,250,000
2,553,000. Sawa, huu ndo mshahara ambao inabidi uwape. Sasa kwenye system inaonekana due kwa sababu bado hiyo hela haujai approve itoke wapi. Sawa, kwa tutakuja kwenye payroll. Tunakuja kwenye payroll, inaonyesha due, tunataka tuilipe. Unakuja hapa kwenye all payment group. Kwa hiyo kuna lile group la March ili hapa ambalo lilikuwa ni draft, jumla 2,553,000 kama tulivyoiona kule. Sasa tukiklik kwenye action hapa tuwezi kupay kwa sababu hii ni draft, inabidi iwe final. Kwa tuna edit. Tukiedit itafungua page mpya. Utakuja hapa, utaklik hapo, utaifanya iwe final. Ukiweka final maana yake unai-approve. Okay, ishakuwa final. Unarudi tena kwenye payroll group. Umeona ishakuwa final. Sasa hivi ukiklik action unaweza ka add payment sasa. Kwa kama ulienda bank unabidi utoe 2,553,000, una add payment hapo. Una add payment. Kila mtu ana payment yake. Huyu ana payment ya 1,600,000 na ngapi. Huyu ana payment yake 980,000. Kwa zote unaelekezea sasa. Sawa. Kwa mfano kama payment ya Joseph hii hapa 1,645,000. Unasema je, hiyo hela imetoka kwenye account ipi? Kuna tutorial moja nimeifundisha kuhusu cash flow. Unaweza ukatoa hela kwenye account husika, ya payment account. Kwa unataka hiyo hela itoke labda kwenye cash in hand. Sawa, kama kuna maelezo nitaweka. Payment method labda nimelipa kwa cash au unaweza ulimlipa kwa benki. Unaweza ukaweka vyovyote tu hapo. Alafu mfanyakazi mwingine hela yake inatoka kwenye cash in hand au kwenye bank account au kwenye petty cash au kwenye equity, vyovyote utakavyo indicate. Basi labda nasema labda nataka niipunguze kwenye bank account, itapungua kwenye bank account. Alafu utaweka bank transfer kwamba umemlipa kwa bank transfer. Ukimaliza una pay. Ukimaliza hivyo unaona wote wafanyakazi wamelipwa, na hiyo inaenda kuaffect faida ambayo tuliingiza kwenye biashara yetu. Tukija kwenye profit and loss huku tunakuja kuona kwamba tulifanya mauzo. Sawa, tulifanya kwa mauzo ya 1,35,720,000. Huo mzigo tuliouza una thamani ya shilingi 1,31,000. Kwa hiyo ukija kuchukua 1,35,000 ukatoa 1,31,000 unapata kama 4,000,000 na sawa. Tukija tena tukatoa na marupurupu mishahara, kuja kujikuta wewe kama mmiliki wa biashara una faida ya shilingi 1,697,000. Na hii haipungui tu kwenye mshahara, inapungua pia hata kwenye expenses ya discount manini, yanaenda kwa affect gross profit, yanakuja kuonyesha kiuhalisia biashara yako una faida ya shilingi ngapi. Hiyo ndo feature ya HRM inayofanya kazi, na ni feature moja nzuri sana ambayo tungependa sana wafanya biashara wote ambao wanatumia ERP waweze kujifunza na kuijua, na inaweza ikawasaidia sana kwenye kupata ripoti nzuri ya kuweza kuona namna gani ya kuboresha biashara yao. Asante.